Kuna viongozi wengi ambao wameingia kama dini ambayo hawana haja na mambo ya dini, hata kwa mambo ya Mungu. Wao ni watu wafanya biashara, wanataka kujifaidisha na biashara ya mambo ya dini, lakini hao watu wote hawana moyo ya kumcha Mungu. Hawa watu ni wakaidi. Hawa watu ni criminals ambao wanatakana washtakiwe. Tunasema mwaka jana tunataka tuwe na viwango vya kukagua hizi madini madhehebu tofauti, ijulikane ili ipi ni halali na ili bandia. Wakapiga kelele kweli ati wale watu wa waganga, watu wa waganga wanataka kuzuia watu wa dini kuomba Mwenyezi Mungu. Sasa tutakuwa na rais katika ikulu ambaye ni mtu ambaye anamcha Mungu. Ale yote ni unafiki. Na sasa inaonekana dhahiri shairi ya kwamba hao watu nia yao si mambo ya Mungu. Na kila Jumapili wao kanisani, na viongozi wa kanisa wanawacha hao jamaa kwenda kupiga siasa ndani ya makanisa yao. Viongozi wa dini yote wamekashifu mambo ya dini, wamewacha mambo ya dini, wamewacha kanisa inakuwa sasa ni platform ya kupiga siasa. Tunasema haya yote yatashindwa, na tunasema shetani itashindwa kabisa. Sasa, because this is a very important matter and it's an international issue, I came down here today to come and witness what has happened in Shakahola. What has happened in Shakahola is something that has actually shocked not only the people of Kenya, but the entire world. What has happened here, innocent people have been strangulated to death. Some of them have been suffocated, some of them have been starved of food and water, some of them have just been strangulated. And this is something that's so heinous that is basically horrifies the entire world. We have said that these kind of actions cannot happen in a country where there is proper law and order. The question that's being asked, where were the security agencies when this kind of crime was being committed in such a magnitude? Where were they?